Tunapozungumzia utajiri wa mkoa wa Kigoma, hatuwezi kuacha masuala ya uzalishaji kwa njia ya viwanda. Na hapa nazungumzia kiwanda cha Troll Mizo Tanzania Investment Limited, kiwanda ambacho kinazalisha mafuta ya Uwese cooking oil. Leo tutakwenda kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na kiwanda hiki. Kwanza tutafahamu historia yake, lakini bidhaa zinazozalishwa pamoja na changamoto zilizopo katika uzalishaji wa mafuta ya Uwese. Lakini hatutasahau kuzungumzia wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo mkoani Kigoma, na wao wananufaika vipi kwa uwepo wa kiwanda hiki. Na tutakwenda kuzungumza na mkurugenzi mtendaji lakini mwanzilishi wa kiwanda cha mafuta ya Uwese, Abdul Mwilima. Yeye atakwenda kutujuza vitu vingi sana kuhusiana na kiwanda hicho, bila kusahau na utakuwa pamoja nami Nesta Masangula, lakini na mkurugenzi wa Kikora Radio. Ungana nasi katika mahojiano haya. Shukrani. Kwanza kabisa niseme pongezi kwa shughuli nzima mnazozifanya hapa kwenye kiwanda cha Mawese. Lakini awali tu, kabla hatujaanza moja kwa moja, labda pengine unaweza kutupatia muhtasari kwa yule asiyefahamu kiwanda hiki, jina lake, lakini pia mwanzo ulikuwaje, japo kwa ufupi tu. Asante sana. Mimi naitwa Abdul Mwilima, ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Troll Mesle Tanzania, ambayo tulikuwa hapa SIDO tangu Januari 2018. Shughuli kuu hapa tunazofanya ni uchakataji mafuta ya mawese, tangu matunda kutoka shambani mpaka kuwa mawese ghafi na kuyasafisha kuwa mawese ambayo yanatumika kwa ajili ya chakula cha binadamu. Na shughuli za uzalishaji zimeanza 2024. Kabla ya hapo tulikuwa kuandaa mradi, kutafuta mashine kutoka nje ya nchi, na hatimaye kuweza kupata fedha kutoka kwenye taasisi za fedha nchini, na baadaye kuanza production. Huu ndio muhtasari na brandi yetu inaitwa Uwese. Okay. Sawa, shukrani. Na pengine labda kwa mtu ambaye hafahamu kiwanda hiki, shughuli zinazozifanya hasa, michakato iliyopo hapa. Tunafahamu ni uzalishaji wa mafuta ya mawese, lakini kuna shughuli nyingine labda ambazo mnajihusisha nazo hapa. Nashukuru kwa kweli, hiki ni kiwanda cha aina yake hapa mkoani Kigoma na nchini Tanzania. Kwa sababu ndio kiwanda pekee ambacho kinachakata mawese ghafi kutokana na mazao ya mchikiche na ulimo mkoani Kigoma. Viwanda kama hivi viko mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Morogoro, Tanga na kadhalika. Lakini hivi viwanda hivyo vinaagiza mawese ghafi kutoka nje ya nchi. Hapa nyumbani wanafanya tu refinery na wanasafisha kwa hatua za mwisho kabla ya ulaji. Lakini sisi ni kiwanda cha kipekee ambacho tunachukua matunda kutoka shambani, tunaleta kiwandani, mawese ghafi, tunasafisha mpaka yanakuwa mawese ya kula. Okay. Watu wengi sana wanazalisha mawese kwenye ukanda huu wa mji wa Kigoma na maeneo ya karibu, lakini inaonekana kwamba si zao pendwa sana kwenye upande wa nchi ya Tanzania. Unafikiri labda tatizo linaanzia wapi? Naomba nifafanue kwamba kwanza kuna fikra tofauti kuhusu mafuta ya mawese. Kwa historia, mkoa wa Kigoma ndio mkoa unaozalisha zaidi michikichi na ndio unaochakata mafuta ya mawese, lakini kwa mtindo wa kizamani. Kwa hiyo mafuta yale yanayochakatwa kwa mtindo wa kizamani yanakuwa hayana ubora wa TBS, lakini hata muonekano wake inaonekana kwamba yana rangi tofauti. Kwa watu wengi wamekuwa kiaogopa kwamba hayo mafuta ya kienyeji either yana cholesterol ama hayana ubora ama hayafai. Kwa hiyo yakafanya sasa mafuta hayo ambayo yameendelea kutumika mpaka leo, yanayochakatwa na wenyeji, yapate hisia hasi kutoka kwa watumiaji na kuyaona kwamba hayafai. Kwa hiyo hata mtu leo ukimwambia unakula mawese, atakwambia mimi sili mawese. Lakini ukimuuliza unakula mafuta ya Korea, sema yeye nakula Korea. Unakula mafuta ya Safi, yeye nakula Safi. Unakula Blue Band, yeye nakula Blue Band. Kumbe hajui hayo ni mawese. Kwa hiyo ni ule namna ya uandaaji wa hayo mafuta huko nyuma kwa njia za kienyeji yakapoteza sifa nzuri ya mafuta ya mawese, kiasi ambacho ndio yakaonekana kwamba sio mafuta maarufu. Lakini dunia nzima mafuta yenye ubora, yenye ladha, yenye bei ya nafuu duniani kote ni mafuta ya mawese. Lakini yale ambayo yako refined
yanapata jina kwa muonekano mpya. Umesema ni mtizamo hasi kwa wazawa wa upande wa nchi ya Tanzania, lakini pia kwa baadhi ya maeneo kuto kutumia mafuta ya mawese, wakiamini kwamba pengine labda si mafuta salama kwa afya zao. Unafikiri ukweli ukoje tukiachana huo mtazamo hasi walionao? Ukweli ni kwamba baada ya uwepo wa hiki kiwanda kumekuja kuleta mabadiliko makubwa sana. Kwanza kuanzia kwa wakulima na wananchi wa Kigoma wameanza kuelewa kumbe haya mafuta ya Korie na Safi na Blue kumbe ni mawese. Pili, wameanza kuona kumbe inawezekana kuwa na mawese haya mawese, na ndio maana tukaipa brand yetu jina la Wese, ili waone kwamba ni wese lakini sio muonekano ule wa rangi nyeusi na nini, lakini ni rangi inayofanana kama mafuta ya alizeti, lakini kumbe ni mafuta ya mawese. Kwa hiyo sasa imeleta mtazamo mpya, na mafuta yetu tunapozalisha tukiyaweka dukani, ili haya ni mafuta ya Wese, haya ni Safi, haya ni Korie, yote na ubora unaofanana, na wanunuzi wanayatumia na kuyanunua kama ilivyo mafuta mengine yote haya. Kiwanda chetu kina uwezo wa kuzalisha kiasi gani cha mafuta pengine labda kwa siku ama kwa mwezi mzima? Sawa. Mafuta tuna aina mbili. Tuna aina mafuta ya mawese ghafi. Haya tunaweza tukazalisha tani 24 kwa siku, ambayo ni mawese ghafi. Na ukizungumza mawese ghafi unazungumza mafuta aina gani au mawese aina gani? Ni yale mafuta ambayo hayakamilika ubora wake wa kuliwa na binadamu. Okay. Ambayo mle ndani mna baadhi ya vimelea ambavyo havifai kwa matumizi ya binadamu, lakini inaweza yakisafishwa yatatumika kwa matumizi ya binadamu, lakini vile vile inaweza kutengeneza bidhaa kama sabuni na kadhalika kadhalika. Okay. Kwa hiyo kwa capacity hiyo, lakini capacity ya refinery tunaweza kutengeneza mpaka tani 6, lita 6,000 za mafuta ya kula kwa siku. Okay. Sawa, shukrani. Tukiangalia kwa haraka, unaweza kutuambia labda ni changamoto zipi hasa huwa zinakuwepo kwenye swala zima za uzalishaji wa mafuta ya mawese? Kwa muktadha wa kiwanda chetu, naam, changamoto kubwa iliyotukabili ni uchache wa malighafi. Okay. Kwa sababu kiwanda kinahitaji karibuni tani 150 za matunda ya michikichi kwa siku. Tani 150 sawa na kilo 150,000 za matunda kila siku ziwepo. Kwa hiyo uzalishaji wetu mkoani Kigoma ni mdogo. Kwa hiyo tumeshindwa kuendesha kiwanda mwaka mzima. Kwa hiyo kiwanda kinaweza kimezalisha kwa muda wa miezi 4 tu ndani ya mwaka mzima sababu ukosefu wa malighafi. Kwa hiyo wito kwa jamii, kwa wakulima na kwa serikali kwa ujumla kwamba hii ni biashara nzuri. Huu ni mradi mzuri. Hili ni zao kubwa lenye faida. Kwa hiyo tuwekeze kwenye kuzalisha kwa wingi zao la mchikichi, tuweze kuwa na malighafi ya kutosha, tuweze kupata mafuta ya kutosha, kwa sababu Tanzania tunatumia zaidi ya dola milioni 300, zaidi karibuni bilioni 800 kila mwaka kuagiza mafuta kutoka nje. Wakati zao hili la mchikichi inaweza likalimwa mikoa 10 Tanzania, ukiwemo mkoa wa Kigoma, mkoa wa Kagera, Tabora, Kigoma, Rukwa, Mbeya, Morogoro, Pwani, Tanga na kadhalika. Mikoa yote hii ziko wilaya zinaweza kalima hili zao, hali ya hewa inaruhusu. Kwa hiyo tuwekeze huko, tuache kupoteza pesa za kigeni kununulia kitu ambacho kinaweza kikapandwa nchini. Okay. Umezungumzia swala la kiwanda kusitishwa kwa muda kutokana na upungufu wa malighafi. Mpaka sasa mna muda gani kiwanda hakifanyi kazi? Kiwanda kilisitishwa karibuni sehemu kubwa ya mwaka wa jana. Mwaka jana. Kwa hiyo tangu mwaka jana mwezi wa ngapi kiwanda hakijafanya kazi? Tangu mwaka jana mpaka mwaka jana mwezi wa 12 ndipo sasa tulipopata pesa za kuagiza mawese ghafi kutoka nje, kwa sababu matunda nchini hayamo. Lakini tuna mashamba michikichi Kigoma. Haitoshi. Mashamba yote unayoona ya michikichi yana aina za zamani za michikichi ambayo mafuta yake ni madogo, machache. Naomba nikupe taarifa za kitaalamu. Naam. Michikichi hii ya kizamani unayoiona Kigoma, hii mirefu, hekta moja inatoa tani 1.5. Hii ya kizamani. Michikichi ya kisasa hekta moja inatoa tani 5. Kwa hiyo kwa kutegemea michikichi hii iliyoko Kigoma
uzalishaji wake ni mdogo, hauna tija. Kwa hiyo malighafi nayo inakuwa chache. Mmewahi kulizungumza hilo, labda mamlaka zikafahamu kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha mashamba ya michikichi ya kisasa na kuongeza uzalishaji wa mawese nchini? Kumekuwepo na juhudi kubwa za serikali. Kwanza tunaipongeza serikali ya awamu ya 5 na awamu ya 6, kwa sababu tangu mwaka 2019 serikali iliamua kufufua zao la mchikichi mkoa wa Kigoma, na ikaleta taasisi za serikali kusaidia kuwa na mbegu bora, kuwa na mashamba bora na kadhalika. Hatujafanikiwa, lakini muamko umekuwa ni mkubwa, na sasa hivi tunakwenda kwenye hatua ambayo serikali sasa inataka kulifufua upya zao hili. Kwa tuna imani kwamba ndani ya miaka 5-10 ijayo serikali itaamua kuwekeza kuwa na mashamba makubwa, kwa sababu ni vitu vinahitaji gharama. Zao la mchikichi linachukua miaka 6 tangu utengeneze mbegu mpaka uje kuvuna. Kwa hiyo sio rahisi kwa mkulima mdogo mdogo kuweza kumudu kuwekeza asubiri miaka 6. Kwa panahitajika nguvu ya serikali, na sasa hivi kuna huo mchakato, na tumepata taarifa kwamba Wizara ya Kilimo inaandaa kongamano mwisho wa mwezi huu wa 7 kuitisha wadau wote ili kuja na mkakati wa kufufua mazao ya kuzalisha mafuta ya kula, ili tuache kuagiza kutoka nje, tuweze kujitegemea. Sio ndio mipango ya baadaye, lakini bado tuna mapungufu, bado tunaagiza kutoka nje, ambapo sio jambo zuri. Mwenyekiti, na mimi nipate nafasi hii nikushukuru sana kwa kazi kubwa uliyoifanya kutengeneza hiki kiwanda ambacho ni pekee hapa Kigoma na hisa ta Tanzania. Sasa swali langu linahusu ubora wa mawese mnayotengeneza. Ukiangalia watu wengi tumezaliwa, tumekulia katika mawese, tunakula mawese. Ukilinganisha ubora wa mawese mnayotengeneza na ubora wa mawese yanayotengenezwa kijijini, unaweza ukasemaje? Unaweza ukashauri mtu wa kijijini, mkulima wa michikichi, asiendelee kutumia mawese yake anayotengeneza? Kama jibu lako ni ndio, kwa sababu gani? Asante sana. Ni jambo la kawaida katika jamii na sisi binadamu kupenda kufanya vitu kwa mazoea. Na mazoea, sisi wananchi wa Kigoma tunasema yale mawese yetu ya kienyeji si yanatufaa. Tumekuwa tukila miaka na miaka na bila tatizo lolote. Lakini kwa sababu ziko taratibu za lishe, taratibu za kiafya, na ni jukumu la uongozi au serikali kusisitiza umuhimu wa kuwa na afya bora. Sasa tafiti na ushahidi upo kwamba yale mafuta ya kienyeji kwa namna yanavyotengenezwa hayafai kwa matumizi ya binadamu. Ushahidi upo. Kwa lugha ya kigeni, mafuta yanayotengenezwa kwa njia ya kienyeji baada ya kuvunwa kutoka kwenye kuvunwa shambani yanavundikwa ndani ya nyumba ili yale matunda yalainike. Ndio utaratibu. Kumbe kile kitendo cha kuvundika ndani, yale matunda yanaoza, yanaharibika. Kwa hiyo yakishaharibika yanapata kitu kinaitwa kwa kizungu free fatty acids. Kwa hiyo unapoanza kuyachakata yale, unachakata kitu ambacho kimeshaoza. Kwa hiyo hata ukiyafanya namna gani yale mafuta hawezi kuwa na ubora unaofaa kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo yanakuwa yana acid, yanakuwa yanaweza kuletea high cholesterol na vitu kama hivyo. Yana bakteria na kadhalika. Kwa hiyo kimsingi hayafai kwa matumizi ya binadamu kwa maana hiyo. Lakini kwa sababu ya mazoea ya sisi binadamu, mtu anakunywa, kama ni sawa tu kusema amekwenda hapo Lake Tanganyika akachukua maji akanywa. Na anasema mbona babu yangu alikuwa anakunywa, mbona hajafa? Lakini kuwasa mamlaka ya maji ya Kigoma itasema yale hayafai kuyanywa, yanatakiwa yasafishwe. Kwa hiyo ndivyo tulivyo kwenye mafuta ya mawese. Na pengine labda kwa upande mwingine, unadhani labda jamii inaelewa kuhusiana na athari hizo, ama kutokuwepo kwa usalama wa matumizi ya mafuta ghafi? Naamini jamii imeelewa, kwa sababu Shirika la Viwango Tanzania TBS ndilo lililotoa tahadhari kwamba yale mafuta ya kienyeji hayaruhusiwi kuwekwa dukani kuuzwa, kwa sababu hayakidhi viwango vya ubora wa binadamu kutumia. Na kwa maana hiyo hata wananchi wa Kigoma mpaka kijijini wanakula mafuta ya korie.
wakati wanao ya kienyeji. Lakini ushahidi mwingine, mkoa wa Kigoma na wakulima mkoa wa Kigoma bado wanazalisha yale mafuta yao ya kienyeji, lakini wengi wao hawayali. Yale mafuta yanapelekwa wapi? Yanauzwa kwa nchi za jirani kwenye kutengenezea sabuni. Kwa hiyo wakulima pale wanatengeneza mafuta ya kienyeji, lakini sio kwa kula, lakini kwa ajili ya matumizi ya bidhaa za viwandani kutengeneza sabuni. Okay, uwepo wa kiwanda labda pengine una manufaa yapi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma hasa? Kwa kweli uwepo wa kiwanda una manufaa makubwa sana kama ifuatavyo. Takwimu zinaonyesha kuna jumla ya wakulima sio chini ya 20,000 mpaka 30 wanakulima wa michikichi mkoa wa Kigoma, ambao tangu kabla ya uhuru na baada ya kupata uhuru mpaka leo, wale wakulima walikuwa hawana soko la uhakika la kuuza mazao yao. Kwa hiyo uwepo wa kiwanda hiki umekuja kuwapa matumaini wakulima kwamba kuna mahali wanaweza wakapeleka mikungu yao ya michikichi, badala ya kusubiri kuvundika wiki mbili, kuchukua kukoroga kwenye mapipa, kupata shida ya moshi vijijini na nini. Wao wakileta tu mkungu wa mchikichi hapa kiwandani, wanapata keshi dakika hiyo hiyo, hawana haja ya kusubiri na wanapata hela yao yenye thamani. Kwa hiyo faida ya kwanza kwa mkulima, anapovuna mazao yake anapata keshi hapo hapo kama ilivyo mazao mengine, na hana shida yeye mwenyewe kwenda kuchakata. Faida ya pili, halmashauri inapata mapato kwenye tozo ya mazao. Faida ya tatu, mwananchi wa Kigoma sasa anakula mafuta yenye ubora yanayotengenezwa pale mkoani kwake, sio kutoka nje ya mkoa. Faida ya nne, serikali inapata kodi, kwamba mauzo yanayopatikana yanaingia kwenye halmashauri, yanaingia kwenye TRA ya mkoa, mapato yanapatikana. Na vile vile Kigoma na sisi tunajinasi kwamba tuna mafuta yetu na za product yetu yenyewe inaitwa Wese, imezalishwa hapa, kama ambavyo tuna maji ya Tanganyika yanazalishwa hapa mkoa wa Kigoma. Mafuta yenu yanauzwa wapi? Mafuta ya Mawese, yani nje na mkoa wa Kigoma kuna maeneo mengine ambayo yanauzika? Naweza kusema kwa ujasiri kwamba kwa miaka miwili tuko sokoni, mafuta yetu ya brandi ya Wese yameweza kushindana na brandi ya Korie na Safi ambayo yamekuwepo sokoni kwa zaidi ya miaka 20. Tumeweza kushindana, lakini kutokana na uchache wa malighafi, soko tulilonalo sasa hivi ni la Kigoma mjini tu. Hatujaenda Kasulu, hatujaenda Kibondo, hatujaenda Uvinza, wala hatujaenda Kongo. Lakini kukiwa na malighafi ya kutosha, tunaweza kudominate soko la mkoa wa Kigoma, mikoa ya jirani na kupeleka nje ya nchi. Labda swali lingine, ukiangalia mchikichi na mazao yake, unakuta kuna aina mbili ya mafuta. Kuna yale mafuta ya nje kabisa unaona ni mekundu, ila pia kuna ile mise ya ndani inazalisha mafuta yenyewe. Yale mafuta nayo yanaliwa. Okay. Narudia tena kwa ajili ya mazoea, mafuta ya mise kwa wenyeji wamekuwa wakiyachemsha mpaka yanaitwa kambili, na wengine wamekuwa wakiyatumia kwa ajili ya chakula. Lakini kwa nchi zilizoendelea zinazozalisha mafuta kwa wingi, mafuta ya mise hayaliwi, yanatumika kwa ajili ya bidhaa za viwandani kama perfume, madawa na kadhalika. Wanayotumia ni mafuta ya Mawese peke yake. Isitoshe, tunda la mchikichi linapoiva, 75% ya lile tunda ndiyo mafuta, 25% ndio kuna ule mse umle ndani. Kwa hiyo mafuta yanayopatikana kwenye mse ni machache kuliko yanayopatikana kwenye ile tunda la mchikichi. Kwa maana hiyo ndio maana mafuta ya mse yamekuwa hayatumiki kwa ajili ya chakula zaidi, hiyo ya kuuza viwandani. Hapa mkoani Kigoma mafuta ya mise yanatumika zaidi kwa ajili ya utengenezaji wa sabuni. Hizi sabuni za magwanji wanatumia mafuta ya mise. Ndio eneo lote la SIDO hapa, biashara kubwa iliyoko hapa ni biashara ya sabuni, na wanatumia mafuta ya mise, sio kwa kula, kwa ajili ya sabuni. Mwenyekiti, maeneo mengine wanapotengeneza Mawese kama huko vijijini, unakuta kabisa yale mazingira yana harufu, kuna uchafu. Ila huo uchafu sijakuta hapa. Nyie mnafanyaje ili uchafu siwepo, na mnatoa ushauri gani kwa wale wanaochakata mafuta
kule vijijini, ile hali halisi ya mazingira isiendelee kuwa tunavyoiona. Ndio, asante. Jibu zuri ni hivi: uchakataji wa kizamani ulikuwa hauna vifaa vya kisasa. Kwa maana hiyo hata yale matunda yanapochakatwa yanaponini yanakuwa yanazagaa ovyo. Lakini kwenye teknolojia ya kisasa matunda tangu yanakuja kutoka shambani yanachukuliwa kwenye vyombo nadhifu, yanakuwa processed kwenye hatua zote nadhifu, mpaka ya mafuta yakitoka na uchafu wake bado unaweza kuchukuliwa kwa njia nadhifu. Ndio maana uwezo kukuta mafuta machafu au nini yamezagaa. Hata misi inapopatikana inachukuliwa vizuri, inaenda kupelekwa kwenye kiwanda kingine cha kupasuliwa. Kwa hiyo kila hatua inakuwa imefanyika kisayansi. Kwa hiyo wito uliopo ni kwa mfano wa nchi zilizoendelea humu Afrika, ukienda Nigeria, ukienda Ivory Coast, kwenye vijiji vyao kuna tofauti ya mfumo wao uzalishaji na hapa kwetu. Ukienda huko Malaysia na Indonesia ndio useme kabisa, yaani kwenye mashamba unakuta mashamba mengi, huko ndani kuna viwanda, kuna maduka, kuna nini. Kwa hiyo kuna ubora na usafi ulioenea. Na vile vile hata yale maji machafu yanayosafishwa na mawese yanapelekwa kwenye mashamba iwe mbolea ya samadi kwa ajili ya kilimo. Safi kabisa. Swali lingine mwenyekiti, hayo yote tunayoyasema yawezekana watu kule vijijini hawana hiyo elimu. Sasa mnafikiria labda kuanzisha kitu kama mafunzo, kuwapa elimu wale watu waweze kuelewa ni nini la kufanya ili hali halisi ya kiafya ya mazingira iboreke zaidi? Kila tukio, kila maamuzi yanayofanyika katika jamii au katika utawala huwa kuna faida na changamoto zake. Moja ya faida ambayo tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kusaidia shirika la utafiti la kilimo kuja kuleta utafiti wa mbegu bora za michikichi na namna ya kutunza vitalu na namna ya kilimo na kadhalika. Hizo ni faida nzuri na ambazo ni chanya. Changamoto ambayo ilitokea tangu zoezi hili lilianza 2019 mpaka mwaka jana, ambako serikali sasa imeamua kuja na mtazamo mpya, kuja na mkakati mpya wa namna ya kufufua mnyororo wa thamani wa zao la mchikichi, ni kwamba imeitisha mkutano wa wadau. Tutakuwa 30 mwezi huu Julai mjini Dodoma. Watakuja watu wa Wizara ya Kilimo, wadau, wachakataji na sisi tumealikwa vyama vya wakulima kwenda kueleza mkakati mpya kwa miaka 10 ijayo. Serikali inataka kufanya nini? Moja ya mikakati hiyo ambayo haikutiliwa maanani, zao lolote hili duniani ili liweze kufanikiwa lazima liundiwe bodi. Tanzania kuna bodi ya kahawa, kuna bodi ya pamba, kuna bodi ya korosho, kuna bodi ya chai, kuna bodi ya tumbaku. Lakini mchikichi ulisema utaundiwa bodi, baadaye sasa hivi mchikichi uko kwenye bodi ya mazao mchanganyiko. Kwa hiyo mchikichi uko sawa sawa na choroko na mbaazi na nini. Kwa hiyo haipewi umuhimu unaotakiwa. Bodi hii ikiundwa na tutaenda sisi kama wadau tunapeleka mapendekezo serikalini, haraka sana iundwe bodi ya mchikichi. Bodi jukumu lake sasa ndio hiyo, namna gani ya kumsaidia mkulima, kumpa elimu, kuleta mbegu za kisasa, kuleta fedha za mitaji, ndio jukumu la hiyo bodi. Kumpa mpaka pembejeo, azalishe namna gani, kadhalika. Okay, asante. Na awali ulizungumzia kuhusiana na upungufu wa malighafi, ukasema kwamba inapelekea kutokuuza mafuta ya mawese nje na mkoa wa Kigoma. Unadhani labda kwa makadirio upungufu wa malighafi unaweza kusababisha hasara kiasi gani, ama unaweza kusababisha upotevu wa mapato kiasi gani? Okay. Naomba nijibu kwa sura hii. Mahitaji ya mafuta ya kula Tanzania ni tani 600,000. Tani 600,000 ni sawa kwa Tanzania nzima. Tanzania nzima. Okay. Sawa na lita milioni 6. Lita milioni 600. Hiyo ni kila siku au kwa mwaka mzima? Uzalishaji wa mafuta ya kula ikiwemo michikichi, alizeti, mafuta ya pamba ni tani 300,000. Kwa ni nusu. Mahitaji yetu nchi nzima ni nusu ya kuliko tunachozalisha. Ni mara 2 tunachozalisha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni hii kwamba
kwa sababu tunahitaji tani 600,000, tunazidi tani 300,000, lazima tuagize kutoka nje kufidia hilo pengo. Sasa thamani ya gharama za kuagiza mafuta kutoka nje ni dola milioni 300, ni milioni 700. Kwa hiyo dola milioni 300 badala ya kwenda kutununulia madawa, vifaa vya shule na kadhalika, tunaenda kununulia mafuta ambayo tunaweza tukalima wenyewe. Kwa hiyo hasara ya kwanza ni nchi kutumia vibaya pesa zake za kigeni. Hasara ya pili ni wananchi kukosa uhakika wa uchumi endelevu, kwa sababu michikichi ilikuwa ina elimu ya kutosha, wakulima wangepata mapato mwaka mzima, kungekuwa hakuna hasara yoyote ile. Pili, kwa mtindo ulioko sasa hivi ya wakulima wengi nchini Tanzania kutumia mbinu za kizamani, wanapoteza mapato. Hatua za kuvundika, kuanza kuchakata, kupeka sokoni, mpaka kuuza, unaweza kukuta mkulima anahangaika sana, faida ni ndogo sana. Hata watu wanachukua mafuta kwenda kwa ajili ya sabuni nchi za nje, wanakwenda mpaka vijijini huko Kahabwa wapi, wanachukua mawese, lakini mkulima hapati chochote. Kwa hiyo faida iko kwa mkulima, hasara iko kwa mkulima, hasara iko kwa serikali, hasara iko kwa jamii nzima. Lakini ulisema kwamba uwepo wa kiwanda hiki unarahisisha pia uuzaji wa michikichi kutoka kwa wakulima, kwamba wanatoka moja kwa moja na kuja kuuza hapa na wanapata pesa zao cash mkononi. Inakuwaje kunakuwa kuna changamoto ya wao kufikisha malighafi zao hapa? Nzuri sana. Kwa bahati mbaya au niseme kwa bahati nzuri, wakulima mashamba yao na michikichi yao ni mali yao, sio mali ya serikali. Okay. Kwa hiyo mkulima ana hiari aje kukuuzia huu mkungu ama chakate mwenyewe. Sasa tangu kiwanda hiki kimekuwepo, uelewa wa mkulima, ukimwambia niuzie huu mkungu nitakupa kesho, sasa mise yangu je? Kwa hiyo anaona bora aende kwa yule mtindo wake wa zamani, na ndio maana wale wachache walioleta na wakaona faida hawakuweza kukilisha kiwanda. Lakini wengi mpaka leo wataka wachakate wao wenyewe ili aone hela za mise amezipata, hela mengine atakula yeye mwenyewe. Sasa inabidi kubadilisha hiyo mindset. Okay. Na tumezungumzia vitu vingi sana kwenye upande wa mawese, tumezungumzia mise, tumezungumzia mbolea, lakini hujatuambia moja kwa moja zao la mchikichi linatoa bidhaa za aina ngapi hasa? Hilo swali ni refu sana. Yeah. Kwa uchache sana. Naam. Kuna bidhaa 50. Okay. Lakini ziko mpaka bidhaa 100. Naomba nikupe mfano mmoja wa mbali ambao ulikuwa wewe huwezi kujua. Kuna packet unaweza kuagiza chai ama kahawa kwenye hoteli, unapewa kipaketi cha unga wa maziwa. Naam. Sasa huo unga wa maziwa unaitwa krima. Hiyo krima 80% ni mafuta ya mise. Kwa nchi za wenzetu huko Malaysia wapi hawatumii maziwa ya ng'ombe. Wanatumia mafuta ya mise ambayo yamekuwa concentrated, yamekuwa powder, ndio wanatumia hiyo. Ice cream, kuna ice cream ambazo zinahitaji malighafi kutoka kwenye mawese. Chocolate kutoka kwenye mawese. Na kadhalika. Okay. Lotion, body lotion. Wenzetu wanatumia mafuta ya mawese, mafuta ya mise, yanawekwa virutubisho. Nikijipaka hivi naweza kuwa kama mvulana wa miaka 10, kumbe na miaka 60. Kwa hiyo kuna faida nyingi mno. Mchikichi wenyewe ule ulivyo, ule mti wenyewe ule, ile ni mali. Okay. Majani yake yale ni mali. Ni mali kwa maana ya kwa mfano yale makuti yake ni roofing, unaweza kutengenezea kawezekea nyumba. Okay. Zile nani zake unaweza kuweka toothpick. Yale majani yakisagwa yanaweza kutengeneza chakula cha mifugo. Okay. Mse ukiupasua ndani kuna ile nut. Ndio tunaita sisi mse. Ile ya juu ni ganda la mse. Ile nut ukikamua unatoa mafuta ya mise. Unabaki na mashudu. Ile mashudu ni chakula cha mifugo best duniani nzima hakuna.
Kwa upande wa kwetu sisi hapa Kigoma na kwenye kiwanda chetu sisi tunazalisha bidhaa ngapi? Sisi hapa ni moja tu ya mafuta kwa sababu hatujaanza, hakuna matunda ya kutosha. Kwa hiyo hatuna misi, hatuna nini. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu hamna malighafi ya michikichi, tunaagiza mafuta ghafi kutoka nje kama wanaofanya wenzetu wa Dar es Salaam, tuna refine, tunauza. Kwa haya mafuta mlioona leo hapa ambapo mmenunua, haya ni mawese ghafi yaliyotoka nje ya nchi. Okay. Lakini tumerefine hapa Kigoma. Kwa hatuwezi kukaa tu hivi kimya kwa sababu hamna michikichi nyumbani. Kwa sababu tunayo refinery, tunafanya refinery, tunauza, tunalipa benki ya benki, mambo ya share yanaendelea. Mwenyekiti, mimi na swali moja nataka nikuulize kuhusu unajua hapa nchini na kote Afrika changamoto kubwa hasa kwa vijana ni ajira. Hiki kiwanda cha kuchakata cha kutengeneza mawese hapa kinaweza kikaajiri vijana wangapi? Hilo ni swali la kwanza, labda ili muweze kuyajibu kwa pamoja. Na swali lingine pia linalohusu ajira ya hao wakulima vijijini ambao kazi zao hasa wamejikita kwenye michikichi. Ulishawahi kufikiria labda kutengeneza kitu kama cooperative ya wakulima wa michikichi ili wakati tuseme kama serikali imekupa hekari kama 1,000, 5,000, 1000 ngapi, maana yake umejitosheleza kwenye production ya malighafi, ili hawa wakulima wa vijijini na wao wasikose ajira. Ulishawahi kufikiria kutengeneza kitu ambacho kitaweza angalau kuwabeba kwenye hii kampuni yako ya kiwanda? Asante sana. Uwepo wa kiwanda hiki umeleta manufaa ya uhakika wa ajira za moja kwa moja kati ya 50 mpaka 100. Na hii ni kwa sababu katika uzalishaji wa mawese ghafi, kama malighafi ipo ya kutosha, unaweza ukafanya kazi masaa 24. Unaweza kuwa na shift za watu. Kwa hiyo unaweza kuwa at any given time watu wanafanya kazi 50 mpaka 100, ajira ya kudumu. Vile vile kiwanda hiki kinasababisha kuwa na ajira zisizokuwa za moja kwa moja, kuwa na mawakala, wasambazaji, wasafirishaji wa bidhaa zinazohusiana na zao hili, aidha matunda yanapoletwa huku ama usambazaji bidhaa ambazo zimeshazalishwa. Kwa hiyo ajira ya kudumu ni faida moja kubwa sana. Faida nyingine ambayo iko indirect na ajira ni kwamba sisi kama wapangaji wa eneo la SIDO tunachangia kulipa kodi ya pango, na kodi hii ya pango inakwenda kwenye mifuko ya serikali. Wafanyakazi hao hizo ajira 50 mpaka 100 wanalipa kodi ya mapato kila mwezi kupitia TRA, kupitia mishahara yao, ni faida ya serikali. Wafanyakazi hao wanakuwa na hifadhi ya jamii NSSF, ambayo nayo inatokana na mishahara yao na mchango wa mwajiri. Hizo nazo ni faida zinazokwenda. Vile vile idara ya zimamoto, kwa sababu ya mazingira salama, nao inapata tozo. Idara ya kampuni ya mazingira inapata faida. Watu wa TBS viwango wanapata faida. Hali ya usalama kazini OSHA. Kwa hiyo ni direct na indirect jobs ziko nyingi na zina manufaa mengi sana. Swali lako la pili kuhusu vyama vya ushirika. Kwa bahati nzuri mfumo wa vyama vya ushirika ni mfumo rasmi, umekuwepo nchini kwa zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo kuna vyama vya ushirika vya mazao vinaitwa AMCOS, Agricultural Marketing Cooperative Society. Kwa hiyo kwa AMCOS za kilimo cha pamba, kilimo cha tumbaku na kadhalika. Mkoa wa Kigoma una vyama vya ushirika 15 vya kilimo cha mchikichi. Kigoma DC wana vyama vya ushirika 10, Kigoma Manispaa wana 2 na Buhigwe wana 2. Kwa vyama vya ushirika vipo. Kwa bahati mbaya ni vyama vya ushirika vimeundwa tu kwa sababu ya hilo zao, lakini vimekosa support kwa ukosefu wa bodi ya hilo zao. Lakini vyama vya ushirika vinatakiwa vipate msaada kutoka kwenye bodi ya hilo zao, tangu kwenye kutafuta mbegu, pembejeo, huduma za ugani, mpaka kwenye mapato, mpaka kwenye mauzo, masoko na kadhalika. Nini kinachoweza kufanyika? Ni kuhamasisha serikali iunde bodi ili hivi vyama viweze kuimarika,
na viweze kuwa na uhakika wa kuongeza uzalishaji wa mashamba yao ya michikichi, na hata kuwa na vikundi ambavyo vinaweza vikawa vina mashine za kuchakata wenyewe mafuta ya kuongezea mapato wao wenyewe. Vikundi vikawa vina mashine kutengenezea sabuni za kwa wao wenyewe. Kwa bahati nzuri, mazao yote ya kilimo Tanzania, pamba, korosho, nini pamoja na mchikichi, 70% ni wakina mama. Ukija kwenye wachakataji, 70% ni akina mama. Ukija wauzaji, 70% ni akina mama. Haya, hata watumizi wa mafuta ya kupikia na vipodozi ni akina mama. Kwa hiyo ni mnyororo wa thamani ambao unamuinua mwanamke kwa kila hali. Yeah. Naam, shukrani. Na pengine labda ni rejee kwako. Wewe ni kiongozi pia kwenye chemba ya biashara nchini Tanzania. Nilikuwa natamani kufahamu namna ambavyo kiwanda hiki kinavyozalisha ajira, lakini pia kinakusanya wafanyabiashara wengi tu wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara wadogo mkoani Kigoma. Wananufaika vipi kwenye eneo hili kwanza la miundombinu ya viwanda, lakini pia miundombinu yote ambayo inasogea karibu kwa sababu ya uwepo wa kiwanda hiki? Yeah, ni kweli mimi ni kiongozi, nilikuwa mwenyekiti wa taasisi ya wakulima wenye viwanda na wenye biashara mkoa wa Kigoma mpaka mwaka 2023. Baadaye wanachama wakajenga imani na mimi, wakanichagua kuwa makamu wa rais nashughulikia viwanda kwenye ngazi ya taifa. Shughuli za chemba ni nini? Chemba ni taasisi binafsi yenye wanachama, na wanachama wake ni wafanyabiashara, ni wakulima, wenye viwanda wakati wa chini na wa juu. Kwa hiyo moja ya kazi kubwa ya shughuli za chemba ya wafanyabiashara ni utetezi na ushawishi. Utetezi ni nini? Kuwatetea wanachama wake, kama ni wakulima, ni wavuvi, wasafirishaji, wafanyabiashara wote, kuwatetea wakikumbwa na kadhia zozote zile, kero kwenda kadhalika. Ni jukumu la chemba ya wafanyabiashara kuwatetea. Ni jukumu la chemba kuwatafutia namna kupata mitaji, kutafutia namna kutafuta masoko na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo moja shughuli za chemba kwenye ngazi ya mkoa na taifa ni kuwasaidia wakulima, wavuvi, wafanyabiashara kupata masoko, kutenda kwa kazi zao kwa kutosumbuliwa na mamlaka mbalimbali za serikali kwa njia ya uonevu na kadhalika na kadhalika. Okay, uwepo wa kiwanda hiki hapa, lakini pia uwepo wa chemba biashara pamoja na taasisi nyingine kama Enabel pamoja na DHL zinahakikisha vipi hawa wajasiriamali na wafanyabiashara wananufaika kutoka katika hizo fursa ambazo zinatolewa na chemba biashara, lakini pia kazi ambazo zinafanywa na chemba biashara? Yeah, ni kwa kweli ni jambo la faraja kusema kwamba hiki kiwanda tulikibuni mwaka 2018. Lakini kikaanza kazi baada tu ya tatizo la uviko 2023. Lakini tangu wakati huo 2023 mkoa mzima wa Kigoma viwanda vilikuwa havizidi viwili vilivyokuwepo. Na viwanda hivyo labda ni viwanda labda hivyo kutengeneza labda sabuni basi. Lakini baada ya kiwanda hiki kuwepo na alipokuja hasa Mheshimiwa Waziri Mkuu 2023 na kututembelea na sisi, mpaka leo mkoa wa Kigoma una viwanja 15. Kwa hiyo uwepo wa kiwanda hiki umeleta chachu kwa wana Kigoma, kuna kama hawa wameweza, kumbe na sisi tutaweza. Kwa hiyo umeleta chachu, umeleta hamasa. Viwanda mpaka sasa hivi tuna viwanda vya simenti, kuna viwanda vya nondo, kuna viwanda vya maji ilikuwa hamna. Lakini kati ya 2019 mpaka sasa hivi kuna viwanda vya maji 4. Kuna maji ya Tanganyika, kuna maji ya Tanzamaji, kuna maji yaliyoko Kibondo, Malagarasi, kuna maji ya Kubuhigwe, kuna viwanda vya maji 5. Na Chasheni, Hilltop. Vimekuja viwanda vya juisi, viwanda vya magodoro. Kwa hiyo nasikia fahari kama makamu wa rais anashirikia viwanda kwamba nimeonyesha mfano kuwa na kiwanda, lakini nimepata mwitikio kwa wana Kigoma, na sasa Kigoma ni mkoa wenye viwanda na vinaongezeka. Tukiachana na changamoto nyingi ambazo wanakutana nazo wajasiriamali na wafanyabiashara, nyie kama chemba mnatatua kero nyingi nadhani.
Miongoni mwa kero ambazo zilikuwa zikizungumzwa hapo awali ilikuwa ni miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine, jambo ambalo linatatuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Juzi kumezinduliwa ujenzi wa SGR kutoka Tabora mpaka Kigoma, lakini pia jiwe la msingi limewekwa, lakini pia uzinduzi wa meli 4 tayari, wakati 4 nyingine zinaendelea kujengwa, huku tukitarajia pia MV Liemba iko njiani 99%. Mheshimiwa Rais amesema kwamba inaelekea kukamilika. Ni changamoto gani nyingine ambazo ni tofauti kabisa na miundombinu, na unadhani labda serikali ikiwekeza nguvu pale inaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali kwa upande wa Kigoma? Asante sana. Naomba nirudie kwa uchache sana maneno machache ya wasanii wetu wa mkoa wa Kigoma. Wanasema leka tutigite. Kigoma tunajidai. Kigoma kwa asili ni kitovu cha biashara. Kwa zaidi ya miaka 200 iliyopita. Kitovu cha biashara. Lakini Kigoma imedhoofika baada ya miundombinu kuathirika. Kuna wakati ilifika hakuna treni wala hakuna ndege wala hakuna barabara inayofanya watu watoke Kigoma waende nje ya mkoa wa Kigoma. Kuna kipindi hicho kilitokea. Hakuna treni wala ndege wala Kigoma tulikuwa kama tuko kwenye kisiwa. Lakini kuanzia awamu ya 3, ya 4 na ya 5 na hii ya 6 yamefanyika mabadiliko makubwa sana. Ya kuboresha miundombinu. Kwanza ilikuwa mtu anapotaka kutoka Kigoma kwenda Dar es Salaam, unaenda Kasulu, Kibondo, Nyakanazi, Kahama, ndio unafika Kigoma Dar es Salaam baada ya siku 3. Lakini ilipofunguliwa daraja la Malagarasi lilipojengwa likafungua njia ya kutoka Kigoma kupitia kwenda Tabora, imesababisha usafiri uwe mwepesi, uwe ufanyike ndani ya siku 1 badala ya siku 3, na kuongeza ufikaji na kuondoka mkoani Kigoma kwenye upande wa barabara. Kwenye upande wa reli ile ya zamani ya shirika la reli ikaboreshwa. Tulikuwa tuna kwa mwezi treni mara moja, miezi 3, ikafika mahali mpaka sasa hivi kwa hii treni ya zamani kwa tuna treni angalau mara 3 kwa mwezi au mara 4 kwa mwezi kila baada ya wiki moja. Hiyo ndio imeongeza mafanikio makubwa sana. Airport imepanuliwa. Sasa hivi tunadai karibuni kila siku kwa sababu kuja Kigoma. Umeme Kigoma ilikuwa haiko kwenye gridi ya taifa. Na maendeleo yote yale ni umeme. Wananchi kuwa na nishati ni nini. Unahitaji kuwa na umeme wa hakika. Kigoma tunatumia umeme wa generator. Sasa umeme ukaboreshwa. Serikali ikaongeza majenereta. Sasa kuna umeme wa sola na kuna umeme wa gridi ya taifa kutoka Rusumo. Kwa hiyo uwepo wa barabara za uhakika, uwepo wa nishati ya uhakika, uwepo wa usafiri wa treni ulioongezeka, usafiri wa ndege wa kila siku umekuja kufungua fursa nyingi. Kwa hiyo kwa tukio lililotokea Jumatatu wiki hii, Mheshimiwa Rais kuweka jiwe la msingi la treni SGR, jiwe la msingi limewekwa Kigoma. Maana yake treni itaanzia kujengwa wapi? Kigoma. Hiyo inakuja kuleta mapinduzi makubwa sana ya mafanikio ya maendeleo. Kwa namna gani? Ni kwamba treni hii inasemekana ikikamilika 2029 Kigoma Dar es Salaam itakuwa ni masaa 8. Okay. Sasa alafu meli nazo taongeza usafiri kwa sababu upande wa pili wa ziwa Tanganyika kwenye mkoa wa Tanganyika na mkoa wa Kivu Kusini kuna watu milioni 25. Naam. Swali langu kubwa ni eneo lipi serikali inatakiwa kutilia mkazo zaidi kwenye upande wa Kigoma? Tayari miundombinu serikali imewekeza na tunaona vitu vinaendelea. Eneo lipi jingine ambalo bado ni changamoto? Tunashukuru imewekeza ikamilishe hiyo miradi. Kwanza treni hiyo inakuja kila siku. Mimi ni kushukuru kwa nafasi hii kwanza, lakini pia kwa madini ambayo tumeyapata kwa siku peke yangu. Kila mmoja aliyeshiriki amenufaika kwa hiki ambacho amekipata kwa siku hii leo. Nina neno la ziada. Naam. Kama umemaliza. Naam. Umemaliza. Neno la ziada, watu wengi Tanzania hawajui kwamba Tanzania nzima ni mkoa wa Kigoma peke yake ambao una balozi ndogo 2. Balozi ndogo ya Burundi, balozi ndogo ya Kongo. Tanzania mpaka uje Kigoma ndio utajua.
Okay. Sasa watu wengi hawajui hizi balozi ziko hapa kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, na zilianzishwa na nani. Watu wengi hawajui kwamba mkoa wa Kigoma ulikuwa ni koloni la Wabelgiji. Okay. Wakati ikiwa Tanganyika, mkoa wa Kigoma ulikuwa ni koloni la Wabelgiji pamoja na Kongo na Burundi. Na mpaka wa mkoa wa Kigoma ulikuwa ule mto Malagarasi. Sasa huko tusiende. Tuje serikali ya Ubelgiji ya ukoloni iligundua umuhimu na thamani ya Kigoma kuwa karibu na makoloni yake ya Burundi na Kongo na Rwanda. Bandari ya Kigoma ni muhimu sana kwa mashariki ya Kongo na nchi ya Burundi. Kwa hiyo bandari ya Kigoma ilikuwa chini ya umiliki wa serikali ya Ubelgiji ya shirika linaloitwa AMI, ili kurahisisha usafiri na kila kitu. Kwa hiyo rai yangu mimi kama kiongozi wa wafanyabiashara, wananchi wa Kigoma wajitahidi kufanya kila namna, wajifunze lugha ya Kifaransa ili iwe rahisi kuhamasisha biashara kati ya Kigoma, Burundi na Kongo. Na hii tunaweka msisitizo kwa kina dada. Na jana tulikuwa tuna semina ya biashara ya mipakani kwa kina dada. Kina dada wajifunze lugha ya Kifaransa ili iwe rahisi mwingiliano wa kufanya biashara kati ya Kigoma, Burundi na Kongo. Naam, hatimaye tunafunga ukurasa wa mahojiano yetu kwa siku hii ya leo, tukiwa tumezungumza vitu vingi kweli kweli. Miongoni mwayo ni pamoja na uzalishaji wa mafuta ya Wese Cooking Oil mkoani Kigoma. Ulikuwa unafahamu nini kuhusiana na zao la mchikichi, lakini pia uzalishaji wa mawese mkoani Kigoma? Tuambie kwenye comment section.
Tunapozungumzia utajiri wa mkoa wa Kigoma, hatuwezi kuacha masuala ya uzalishaji kwa njia ya viwanda. Na hapa nazungumzia kiwanda cha Troll Mizo Tanzania Investment Limited, kiwanda ambacho kinazalisha mafuta ya uwese, cooking oil. Leo tutakwenda kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na kiwanda hiki. Kwanza tutafahamu historia yake, lakini bidhaa zinazozalishwa pamoja na changamoto zilizopo katika uzalishaji wa mafuta ya uwese. Lakini hatutasahau kuzungumzia wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo mkoani Kigoma, na wao wananufaika vipi kwa uwepo wa kiwanda hiki. Na tutakwenda kuzungumza na mkurugenzi mtendaji lakini mwanzilishi wa kiwanda cha mafuta ya uwese, Abdul Mwilima. Yeye atakwenda kutujuza vitu vingi sana kuhusiana na kiwanda hicho. Bila kusahau